Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa channel yetu ya Murajaa, leo tuko katika murajaa wa somo la usulul fiqhi ya faslu sabi' katika kaida ya 4. Alqaidatu rabi'atu, hii ni kaida ya 4. Aldhararu yuzalu, madhara huondoshwa. Aldhararu yuzalu, madhara huondoshwa. Harm should be avoided, ama harm should be abolished ama avoid. Hii ni kaida, malengo yake makubwa na hadaf ya kaida hii ni tahqiqul adala wa izalatu dhulmi, ni kuhakikisha uadilifu na kuondosha dhulma. Na ndiyo sheria zote za Kiislamu zimekuja katika kuondosha madhara kwa pande zote, hata ibada mpaka sheria zote zajiweka mbali na madhara. Utaona swala ni moja katika ibada za Kiislamu na ni sheria imewekwa itekelezwe kwa kusaliwa, lakini imejiweka mbali na madhara. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar, swala yaondosha mabaya. Nafsi ya swala yenyewe ya epusha madhara. Na vile vile saumu ni ibada, lakini nayo haitakiwi uwe kuna madhara hapo. Atakayekuwa mgonjwa ameruhusiwa ale. Kwa sababu gani? Haitakiwi mtu ajidhuru kwa sababu ya ile ibada. Na pia mtu hafai kufanya madhara katika ibada ya saumu. Ndio iko hadithi, idha kana saumu yaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wa in sabahu ahadun au shatamahu au qatalahu falyaqul inni mru'un saimun. Unapokuwa umefunga haitakiwi umtukane mtu, haitakiwi upigane na mtu, usifanye madhara ndani ya saumu. Angalia zaka ni ibada, lakini haitakiwi umdhuru mtu katika utoaji wako wa zaka ama utoaji wa mtu wa zaka. Allah akatwambia, ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, enyi mlioamini msizibatilishe zaka zenu ama sadaka zenu kwa kuwatolea watu maneno na kuwatukana. Basi watu hawapendi kudharauliwa na kutolewa maneno, itakuwa umewaudhi na umewadhuru, wakakatazwa. Yani kila madhara Uislamu umepiga vita, waqis ala dhalik. Kwa hivyo kaida hili malengo makubwa ni tahqiqul adala wa izalatu dhulm. Aslul qaidati, asili ya hii kaida, qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni neno lake Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, la dharara wala dhirara, hapana jinsi ya kumdhuru mwingine, wala dhirara wala kudhuriana. La dharara, hapana kudhuru ama jinsi ya kudhuru, wala dhirara wala hapana jinsi ya kudhuriana. Yani haifai umdhuru mtu na haufai wewe mwenyewe kujidhuru ama kudhuriana na mwenzako. There should be neither harming nor reciprocating harm, There should be neither harming nor reciprocating harm. Yani haifai kudhuru mwingine au kujidhuru wewe mwenyewe. Min dhalika, miongoni mwa hayo ya kutodhuru ama kudhuriana,
ama kuondosha madhara? Arraddu bil aibi ni kuregesha kwa aibu. Katika babu nikahi ama kitabu nikahi, katika ndoa ukisoma, kuna hawa wanandoa, pana mahali wamewekewa khiari ya kumregesha mmoja mwenzake kwa aibu ambazo atazipata. Ziko aibu 5 kwa mwanamke, ziko aibu 4 kwa mwanamume. Lau mmoja wa wale ataonekana, basi amepewa ruhusa ya kumregesha kwa sababu ya ile aibu. Na nini ni hiyo? La dharara wala dhirara. Miongoni mwa hizo aibu ama 5 za mwanamke ni aljunun, wendazimu. Mume ameletewa mke akamkuta mwendazimu, anaweza akamregesha, simtaki, kwa sababu la dharara wala dhirara, asimdhuru wala asijidhuru. Basi utakuwa kuna kupigana, utakuwa kuna haki zitapotea. Sasa yameondoshwa haya madhara. Yatakiwa mwanzo mtu akishaona ile aibu aseme, na ana khiari ya kumregesha, na mwanamume pia akiwa mwandazimu hivyo hivyo. Ya pili ni albaras, mume ana mbalanga ama mke ana mbalanga, maradhi ya ngozi, ana khiari mmoja wa wale kumregesha mwenzake. Yule ambaye ameona ile aibu kwa mwenzake ana khiari kumwambia simtaki huyu, kwa sababu la dharara wala dhirara, ama adhararu yuzalu. Ya tatu ni aljudham, njaro. Mume amemwona mke ana shida ya ngozi inapasuka pasuka, ama mke amemwona mume ana hiyo shida, ana khiari ya kumregesha. Ya 4 ni ya kwanza tunasema aljunun, albaras, aljudham na arid kimshipa katika nafsi ya mwanamke. Mwanamke ikawa tupu yake haingii uume, mume ana haki ya kumregesha, kumkataa, kwa sababu atadhurika, itakuwa yeye hapati ile haki yake. Na vile vile mke akimwona mume alunna, hafai, uume wake haufanyi kazi, anao haki kusema simtaki huyu, uume wake haufanyi kazi. Basi hizi ndio zilokusudiwa katika arraddu bil aib, na illa sababu ni kuwa la dharara wala dhirara. Wa jami'u anwa'i al-khiyari, na sampuli zote za khiyari zimeweza kuwekwa kwa sababu ya hili hadithi, la dharara wala dhirara. Hapana jinsi ya kumdhuru mwingine wala kudhuriana. Khiyari ikawekwa katika biashara. Lau mtu yuauziwa kitu, basi ana khiyari ya siku 3 kuhakikisha kile kitu usalama wake, ndio wamalize ile biashara. Sio pale pale mara kumbe kile kitu kina matatizo, yule itakuwa shachukua pesa na ameenda. Ndio utaona zimekuwa zile warranty. Warranty ni kumaanisha wewe mwenye kununua kitu, lau utaona pana shida, una khiari kuregesha, na ziko kwa muda kutokea siku 3 mpaka mwaka, wengine na zaidi ya mwaka. Walhajru bianwa'ihi, na pia hii ni hadithi ya kutodhuru na kudhuriana, ikaingia katika hajri, kuzuiwa kutumia mali. Alhajru ni mtu kuzuiwa kutumia mali yake bianwa'ihi, kwa sampuli zake zote. Yani anwa'ihi hapa yarejea katika hajri, kwa sampuli za hajri zote. Hajri ziko tofauti, aina ya watu kuzuiwa mali kutumia
ziko tofauti. Kwa mfano kama yatima huzuiwa kutumia mali kwa sababu ya ule umri wake ni mdogo, mpaka abaleghe ndo afanyaje, apewe ile mali yake. Na kwa nini azuiwe mali yake? Kwa sababu asidhurike akaitumia vibaya. Akibaleghe, akili ikiwa mzuri, akakuta mali ashafanyaje, ashaimaliza kwa mambo yasiokuwa na maana. Na pana hajri yafanywa pia kwa mtu ambaye ni mubadhir, anatumia mali vibaya. Leo ukimpa 50,000 leo, hazifiki magharibi ashamaliza. Wala sio kwa amefanya mambo ya maana, mkewe pengine hajakula, watoto hawajalipiwa skuli. Kuna watu hawajui kushika pesa, usichezea na wakati ya watu magharama. Basi wale waweza wakafanywa hajri na wakawa kwa sheria zao ambazo zimeelezwa katika vitabu vya fiqh, watapewa ile mali kwa kiasi fulani fulani mpaka watengee. Wa min alqaidati, na ni miongoni mwa kaida ya adhararu zalu, adharuratu tubihu almahdhurati, mambo ya dharura hubihisha mambo ya haramu. Dharura hubihisha, huhalalisha mambo ya haramu. Necessity authorized forbidden acts. Necessity authorized forbidden acts. Dharura inahalalisha mambo ya haramu. Na pana kaida pia nyingine yasema, ad-daruratu laysa laha qanun. Dharura haina kanuni, dharura haina sheria. Necessity has no law. Necessity has no law. Dharura ikimshika mtu haijui sheria. Ndio utaona hata barabarani kuna magari ya kwenda na kurudi, lakini ikitokea dharura huvunjwa ile sheria. Utaona gari la huku pita barabara si yake kwa sababu ya dharura. Dharura haina sheria. Na hata kwenye dini Ramadhani ni mwezi maalum, lakini ikiwa mtu hawezi atakula, na watu wafunga, yeye atakula kwa sababu ile dharura haina sheria. Ile sheria ya Musa asokuwa na dharura ndio yaelezwa hapa na kisa cha Juha. Alikuwa yuko katika madhehebu yake mwenyewe, anashika madhehebu fulani. Sasa siku hiyo ikawa ana njaa kali, kisha akaletewa mayai. Alipoletewa mayai akasema alhamdulillah. Wakati wataka kuyala, kuna bwana mmoja akamwambia, bwana, kulingana na madhehebu fulani hauruhusiwi kula mayai saizi. Juha akamwambia, njaa haina madhehebu. Manake madhehebu yangu, ndaa haina nini? Madhehebu. Kwa hivyo dharura haina madhehebu wala haina sheria. Wama ubi'a lidharurati, na litakalo bisharti adami nuksaniha anha, kwa sharti ya kukosekana upungufu wa ile dharura kutokana na lile lililoharamishwa. Bisharti adami nuksaniha anha, kwa sharti ya kukosekana upungufu wa ile dharura kutokana na lenye kuharamishwa. Kaisaghati luqmati bil khamri, kama mfano wa kulimeza tonge kwa shiz. Kaisaghati luqmati bil khamri, kama mfano wa kulimeza ama kulishusha tonge lilosakama kwenye shingo bil khamri. Hapo pana hadfi, pana kitu katika balagha itwa hadfi. Sasa hapo pana maneno yameondoshwa. Kumeza tonge kwa shizi vipi? Manake limesakama. Mtu yuala papa, mwida
utaka kufa, hakuna maji iliyopatikana nshizi. Sasa ufa huyu atatukua anywe kwa kiasi cha nini? Kuliteremsha. Ndio hiyo bisharti adami nuksani ana, atakunywa kwa kiasi cha lile tonge kushuka. Alikishashuka hawezi kusema acha nihakikishe pengine limekwama hapo katikati. Pale liko la mtaka kumtoa roho lishapita. Aseme lisije wataniongeze na hichi kitama chengine kiliteremshe haswa, ile itakuwa ni haramu sasa. Si dharura hiyo. Tamam? Watalafudhu bi kalimatil kufri lilikrahi, na kutamka kilima cha ukafiri kwa ajili ya kutendeshwa nguvu. Mtu ametendeshwa nguvu akatamka kilima cha ukafiri, je, itakuwa mkafiri? La, ile dharura kule kutendeshwa nguvu, na akawa na hakika huyu anayenitendesha nguvu atanidhuru. Ameshikia bunduki ama kisu, sema Yesu ni Mungu, ama maneno mfano haya ya kikafiri, akasema, basi itakuwa yeye hajaritadi na imani yake iko pale pale. Na hata upande wa talaka, kuna wanawake wengine wakisikia mume wake ameoa mke wa pili huingiwa na wazimu kwa ule wivu. Kaambia kata hizi karatasi ama title deed nini, vitu vya muhimu ameshika, andika talaka ama nitaku ima umwache yeye ama mimi, basi mwache ama nitakata namna. Basi yule shika kalamu, haya wacha na usikate hizo ama usiharibu, kaandika nimemwacha talaka kadhaa ama niwache, ima kamlazimisha yeye amwache. Yule akamwambia nimekuacha talaka 3 ama akaandika, huwa haijapita ile talaka. Kwa sababu yani ikrahi, ameshikiwa ametendeshwa nguvu, amefosiwa. Lakini yatakiwa hiyo ikrahi yenyewe ina sharti zake, si ati au tu yule mwanamke amenena na wewe ananiambia nimwate. Sasa kama usingemwacha ungekuwa nini? Asingekufanya kitu, hiyo ishapita. Ya ikrahi ni ile ambayo kutatokea madhara, tena ni yakini, si mambo ya shaka. Ashawahi manake. Kuna wengine matata kweli kweli. Sasa ukaona huyu yatakuwa mengine hapa. Wama ubiha lidharurati, na lilohalalishwa lilobiishwa kwa dharura, yukaddaru biqadriha, hukadiriwa kwa kiasi cha dharura. Ndio kama tulivyoeleza hapo nyuma, umeruhusiwa kunywa pombe kuteremsha tonge, basi ni kwa kiasi cha kuteremsha. Na hata alofunga ameambiwa atakayesahau akala, akikumbuka afanyaje? Aendelee. Sasa yeye amekula kisha akakumbuka, nimefunga. Basi dharura imemwambia wewe unao saumu, lakini akasema wata mmalizie hili lilobakia, ili tonge ampiga yote, bado tonge moja tu ndo akakumbuka. Sasa akilimaliza ile dharura yake imeisha katika kule kusahau, sasa kumbuka, saumu itavunjika. Sawa? Au mwenye hedhi pia alikuwa yeye hula muda ametahirika, ndo akaambiwa yatakiwa afanye imsak, ajizuie kwa ihtiraman lilwaqti, kwa kuheshimu ule wakati aloruhusiwa kula, kwa sababu ya ile dharura, na dharura imeondoka vizuri, afanye imsak kwa kuheshimu wakati ule ambao si ruhusa kula wasiokuwa na dharura, ingawaje atailipa ile siku. Wa majaza liudhrin, na litakalofaa kwa udhuru wote, batala bizawali, ubatilika lile jambo kwa kuondoka ule udhuru. Ubatilika udhuru
hubatilika lile jambo bizawali, kwa kuondoka udhu, katayamumi, kama kutayamma, yabtulu biwujudil ma'i, hubatilika kwa kupatikana maji, kabla dukhuli fi salati, kabla ya kuingia katika nini, swala. Walakini dhararu la yuzalu bidharari, ama walakinna dharara la yuzalu bidharari, lakini madhara hayaondoshi kwa madhara mengine. Huwezi kuondosha matatizo kwa matatizo, ama kwa njia ya matatizo. Harm cannot be removed by harm. Harm cannot removed by harm. Matatizo, madhara hayaondoshi kwa madhara mengine. Fala yakulu almudtarru mathalan ta'ama mudtarrin akhara, hali kwa mwenye kusongeka na njaa, kwa mfano chakula cha mwenye kusongeka na njaa mwingine. Mtu ana njaa, basi hawezi kwenda kuchukua chakula cha mwingine mwenye njaa ati kwa sababu yeye ana dharura, na yeye yule mwingine si ana dharura. Illa an yakuna ahaduhuma a'dhama dhararan min al-akhari, isipokuwa awe yule mmoja ya wale wawili ni mkubwa zaidi kimadhara kuliko yule mwingine. Pengine huyu hajakula siku moja, huyu hajakula siku mbili. Huyu wa siku mbili akachukua cha huyu ambaye hajakula siku moja. Kidogo hapo huyu yaelekea karibu na kufa huyu, lakini huyu aweza kuvumilia. Lakini wakiwa sambamba, ni makosa kutatua matatizo yako kwa kumtia mwenzako. Ni kama mwewe huwatafutia watoto wake chakula kwa kwenda kuwatukua watoto wake wa kuku. Humua kifaranga mtoto wa kuku, akaenda ati kumpatia mtoto wake chakula. Ndio ya dhararu la yuzalu. Usifanye manufaa wewe kwa kumdhuru mtu mwingine. Kunao watu wana tabia hizi, humtia mtu matatizoni kwa ajili ya kujitoa yeye kwenye matatizo. Wa min alqaidati, na ni miongoni mwa qaida, idha ta'arada mufsidatani, pindi yakipingana mabaya mawili, ru'ya a'dhamuhuma dhararan, hutungwa kubwa zaidi ya hayo mambo mawili mabaya, dhararan, kimadhara, birtikabi akhaffihima, kwa kupandamana ama kwa kulifanya ama kwa kulipanda hafifu zaidi ya hayo mabaya mawili. Kwa ufupi, hii yaeleza ikiwa yamepambana matatizo mawili, jambo hili ni baya na jambo hili ni baya, sasa nifanye lipi? Waambiwa utaangalia lile ambalo ni hafifu, ambalo liko na wepesi zaidi katika yale mabaya, ulifanya hilo. Idha ta'arada mufsidatani, yakipingana mabaya mawili, ru'ya a'dhamuhuma, litatungwa kubwa zaidi ya hayo mabaya mawili, dhararan, kimadhara, utalichunga lile, utaachana nalo lile kubwa zaidi, birtikabi akhafima, kwa kulipanda, yani kwa kwenda kufanya akhafima, hafifu ya hilo la hayo mabaya mawili, hafifu zaidi ya hayo mabaya mawili ndio utalifanya. Kwa mfano, mtu pengine ni mgonjwa, akaambiwa wewe dawa yako ima utumie pombe ama bangi. Pombe ama nini? Akiangalia pombe ni ulevi na bangi ni na ndio moja ya dawa zake. Akitumia moja atapoa. Sasa kulingana na hii kaida, waambiwa yakipambana mabaya mawili, utaangalia lile kubwa uliache, katika yale ushike lile ambalo ni dogo. Sasa hapa utatumia gani baina bangi na pombe?
Pombe na bangi, ipi ndo mbaya zaidi? Haya, toka jawabu, ipi ndo mbaya zaidi? Bangi ndo mbaya zaidi kuliko pombe. Al-khamru ummul khaba'ith, pombe ndo mama ya mabaya yote. Huwezi ukasema bangi mbaya kuliko pombe. Kwa nasu ya hadithi, ile pombe ni mbaya, ni mama wa madhambi yote. Ukisha kunywa pombe waweza ukafanya chochote, wala sikuwa bangi yafaa, lakini ina matatizo yake, lakini si kama pombe. Tamam? Kwa hivyo utatumia bangi, utotumia pombe, kwa sababu pombe iko na matatizo mengi sana. Waweza ukaua, waweza ukajikojolea, waweza ukamtukana yoyote, waweza ukajilalia popote, tofauti na bangi. Sasa zote ni mbaya, lakini hafifu zaidi ni utatumia kama imekuwa dharura imekufikisha hapo. Alafu katika hii mambo mawili yamepambana, yote mabaya, lakini umeambiwa uangalie ile hafifu ndio ufanyaje uweze kulitumia. Mtu akioa, wakati wengine kuna masala ya kuzaa yaani kuna mtu anazaa, ile huwa hutia dhiki katika ndoa. Wengine huwa maisha yao hayajakuwa na nafasi, lakini kila mwaka wanazaa. Sasa yule mwanamke pia hudhoofika. Lakini pia kuna na family planning. Family planning ni kupanga uzazi, nayo pia iko na madhara yake. Sasa kuzaa kila mwaka ni madhara, na family planning pia kwa upande mwingine iko na madhara yake. Sasa utaangalia baina ya matatizo ya kuzaa kila mwaka na matatizo ya kutumia family planning, kuweka muda mpaka muda ndo muzae, lipi ndio hafifu kumliko mwenzake, utalitumia. Tamam? Na vile vile saa ingine mtu kumwacha mke, tena mfano idha taarada mufsidatani ru'ya au dhamuma dharara, mambo mawili yote yana matatizo, utaangalia ile hafifu zaidi ulishike. Saa ingine mtu katika ndoa kufikia hadi mke amemkera mpaka yuaona muache, lakini akiangalia upande wa pili kuna na watoto, nikimwacha huyu mke hawa watoto watateseka na huyu mke pia atateseka, maana pengine ashakuwa mtu mzima, hakuna mtakaye, na kwao pia hakuna nafasi. Manake nyumba ndio hiyo, kila mmoja nyumba imejaa. Watoto ndio hawa, wengine ashakuwa mabarobaro, wengine ashakuwa wasichana, wengine wasoma ama hawajamaliza kusoma, wataenda kuteseka, watakuwa ni wenye kutekwa na ulimwengu, wakuwa waizi watakuwa waizi, wakuwa malaya atakuwa malaya wasichana, na kisa ni pengine yeye kuachana na nani? Na mama. Lakini na huyu mama naye ana makero yake. Sasa utaangalia baina ya dhiki ya mama na matatizo yatakayotokana na talaka, lipi ni hafifu zaidi? Huyu mama ana matatizo, na hii talaka pia mwisho wake wale hatma ya watoto itakuwa na nini? Matatizo. Hasa utaangalia ile hafifu zaidi ufanyaje. Ndio utaona kuna watu huketi, lakini hawaketi kama ndoa, wanaangalia maslaha ya nani? Watoto, si yule mama. Ama saa nyingine pia mama hamtaki yule mume, lakini tu kwa sababu ya hawa watoto pengine utagawanyika, kutakuwa na mambo tofauti, basi mtu akaona afadhali mimi niangalie uhafifu
wa amani ya watoto na mustakbal, kuliko nikifanya hivi nitakavyo kutatokea matatizo zaidi ambayo yataenea zaidi ya mtu mmoja. Wa min alqaidati, na ni miongoni mwa kaida, darul mafasidi, kuondoa ama kutatua, kuweka mbali na kuepusha mabaya. Aula, ni bora zaidi, min jalbil masalihi, kuliko kuvuta maslaha. Darul mafasidi, kuondosha na kuweka mbali mambo mabaya. Aula, ni bora zaidi, min jalbil masalihi, kuliko kuvuta mambo ya maslaha ama mazuri. Averting harms comes before attracting benefits. Averting harms comes before attracting benefits. Hii ni pia yaeleza kuwa jambo lolote jaribu kuangalia mabaya yawe mbali kuliko kuangalia maslaha yako. Wa min thamma, na kutokea hapo, sumiha, kumesamehewa, fi tarki baadhi alwajibati, katika kuacha baadhi za nyajibu, biadna mashakatin, kwa duni zaidi ya mashaka, kwa mashaka madogo kabisa. Biadna mashakatin, kwa duni ya mashaka. Yaani uzito mdogo ukimpata mtu, umeona sheria ya Kiislamu, umemwambia tumekusamehe, fanya vile uwezavyo. Kwa sababu gani? Darul mafasidi aula min jalbil masalih, kuondosha matatizo ni bora kuliko kuvuta maslaha ama kuangalia maslaha. Swala yatakiwa iswaliwe kwa kusimama, lakini huyu mtu ameumia miguu, hawezi kusimama. Haya ni matatizo, hili ni jambo baya. Sasa tutaangalia maslaha ya swala ama tutaangalia kuondosha tatizo hili lililomfika huyu mtu? Tutachunga hili tatizo, tutamwambia si lazima wewe uswali kusimama, ambao ni maslaha kusimama katika swala, lakini kusimama kwake ni tatizo. Tutaliondosha lile tatizo kwa kumpa ruhusa. Walfitri, na kama kufuturu Ramadhani, saumu yatakiwa ifungwe na ni ibada kubwa mbele ya Allah, lakini mtu naye ni mgonjwa, ugonjwa ni tatizo. Darul mafasidi, kuondosha lile linalomtia mtu dhiki na kumtia ubaya na kuharibu afya yake, kulichunga ni bora kuliko kuangalia maslaha ya saumu. Ndio akaambiwa mtu mgonjwa ale, kwa sababu lile tatizo lipewe nafasi yake. Wataharati, na kutahara, kujitwahirisha. Mtu ikiwa yuataka kuswali, sawa ni kutawadha, lakini ikawa ni mgonjwa, atetemeka, hawezi kutumia maji, ameambiwa tayamma. Ama maji yako, lakini akitayamma atakosa maji ya kunywa, akitawadha atakosa maji ya kunywa, ameambiwa tayamma, kwa sababu kutumia maji atakosa maji ya kunywa, akitawadhia yale itakuwa kwake matatizo. Na darul mafasidi aula min jalbil masalih. Ndio, na zile sheria nyingine zote zimeletwa kwa sababu ya vitu kama hivi. Na utaona Uislamu umemzuia mwanamke, haukupendekeza atoke kwenda kufanya kazi. Wale wasioelewa wasema mwanamke amenyimwa haki zake, lakini ni hapa darul mafasidi aula min jalbil masalih. Mwanamke kwenda kufanya kazi maslaha, lakini Uislamu umechunga mabaya zaidi kuliko kuangalia maslaha. Wanawake wangapi mitandaoni walalamika kufanywa uchafu na mabosi wao? Sasa angalia mafasid, Uislamu umechunga ati haki zao za wanawake, wataka haki zao, huenda kufanywa zina, wake za watu, wasokuwa wake za watu, na kudhalilishwa na kufanywa vile wanavyotakiwa kufanywa. Kila mmoja kumfanya mwanamke kama tambara la taka kwa maslaha, ati atakuwa yeye ametamaddan, kumbe
ni kinyume. Uislamu ukakataa, ukachunga maslaha ya mwanamke, ukachunga dar al-mafasid, yale mabaya ya kwenda kufanyiwa ubaya na idhlali. Ukasema la wakarna fi buyutikunna, ila kwa dharura aweza kwenda kufanya nini? Kazi na biashara zake. Lakini hiyo ndio miongoni mwa hoja ya Uislamu, kutotaka mwanamke kuwa mbele kwa sababu ya darul mafasidi au la mijalbil masalih. Akalipwe 1000 kadhaa, avunde ndoa ya laki kadhaa. Sasa huwa ni sawa? Si sawa. Heshima ya mtu haitoshani na ule mshahara wake. Inshallah mpaka hapa tutakoma. Allah tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Tusahau kulike, kushare na kusubscribe. Wa as'ada Allahu awqatakum wa ila al-liqa.